niko mbele za macho yako Mungu. Tazama nimesimama mbele za umati ya wana wako. Ninachohitajia kwamba nitumie kama chombo kuzungumza na kanisa lako kadri upendavyo wewe, kwa utukufu wa damu ya Yesu. Amen. Nafikiria ni wiki zilizopita hapo tulijifunza matumizi ya karama 9 za Roho Mtakatifu. Nikasema kwamba katika matumizi ya karama 9 za Roho Mtakatifu ziko karama 9. Tukazungumzia karama 9. Ambapo ni neno la hekima, neno la maarifa, imani. Msomaji naomba usome. Tunaanza na imani. Soma Waebrania sura yake ya 11 hapo. Waebrania sura 11 na mstari wake wa kwanza. Maandiko matakatifu yanasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Imani yaoni inataka kutuambiaje? Imani ni kitu ambacho kiko kwenye future, unakitoa kwenye future, unakuja unaweka kwenye present, lakini wewe huoni hicho kitu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hiyo ndiyo imani. Kitu kiko mbele yako huko, unakileta unakiweka karibu yako ya kwamba hiki kitafanyika, lakini wewe hujakiona. Kwa hiyo karama ya imani ni karama ambayo inatakiwa kanisa tuwe nayo. Unaweza kujikuta una magonjwa ambayo yamekusumbua, umekata tamaa, umevunjika moyo, ukasema kwamba haya magonjwa hatimaye yake ukawe na yaita magonjwa yangu. Unaanza kujiita magonjwa yangu ni haya. Baada ya kuona yamekusumbua muda mrefu, umegeuza jina umeyaweka kuwa ni yako. Inatakiwa huwe na imani. Chukua imani ya mambo ambayo unatarajia yako mbele yako, uyaweke kwenye present na kusema haya magonjwa hata kwamba ni magumu kiasi gani, Mungu hajashindwa na kitu. Haleluya. Hiyo ndio kazi ya imani. Kwa hiyo imani inafaa sana na ni kipaji au karama ambacho inatakiwa kusukumwa na maombi mazito sana. Imani, wewe mgonjwa unaweza kuwa na imani na yule anayekuombea kakosi imani, ni sababisho ya magonjwa yako yasipone. Au mtu anayeuguza anapokuwa amekatishwa tamaa na mgonjwa, na mgonjwa naye amekata tamaa, muombaji hata akiomba anafanya kazi bure. Kwa hiyo imani inatakiwa wewe uliye na mgonjwa uamini ya kwamba naamini Mungu hajashindwa na kitu. Unaleta hayo magonjwa mazito ambayo yako kwenye future, haiwezi ikapone siku moja, unayaweka kwenye present. Yule mgonjwa naye anayachukua kwenye future, anayaleta kwenye present. Muombaji na yeye anafanya kitu kama hicho. Hayo maombi yakiombewa yanapata nafasi na mgonjwa anapata kibali cha kupona. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kanisa, tunapokuwa na watu waombaji, inatakiwa tujiamini ya kwamba sisi tunafanya kazi iliyo sahihi. Na ninapoomba Mungu, ninaamini maombi yangu yatajibiwa na Mungu. Hiyo ndio kazi. Na huyu imani anaambatana na karama ya uponyaji. Uponyaji ni karama ambayo pia inatakiwa kuwa na nguvu za maombi. Na uponyaji anahusika sana na magonjwa. Hebu naomba tusikie sana hapa. Mtu anapokuwa anaombea mgonjwa, inatakiwa wewe uombe ya kwamba kwa jina la Yesu ninaponya magonjwa. Ninaponya magonjwa. Karama ya uponyaji ndio inashughulikana na magonjwa. Hapo usichanganye maombi yako katika kuomba kwako. Kwa hiyo magonjwa ndio hapa tunatumia karama ya uponyaji.
karama haina nafasi, haitapata nguvu. Inatakiwa imani amwambie uponyaji ya kwamba iko sahihi, nitakapoombea huyu mgonjwa lazima atapona. Amen. 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 Kanisa, hivi vipawa au hizi karama tunapojua kutumia, kanisa letu litakuwa na nguvu. Na kila mmoja wetu atajua nafasi yangu ikoje au iko wapi. Kuna mtu mwingine unaweza kuta yeye sio mwombaji kabisa, lakini ana imani ya kwamba Mungu anatenda. Na yeye ni karama yake. Na anakuja anapokuta mtu amevunjika moyo, mtu amekata tamaa, mtu hana matumaini kabisa ya kuishi, lakini yule aliye na karama ya imani anakuja kuwa mfariji kwa yule mgonjwa. Usikate tamaa. Tunaye Mungu anayeweza kutenda, hata kutendea na utapona. Hiyo ni karama ya kupeana moyo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo huyu imani pia anafanya kazi pamoja na uponyaji. Uponyaji anafanya kazi hata kwamba mtu amekata tamaa, anaposimama aliye na karama ya uponyaji anafanya yaliyo mapenzi ya Mungu kama anavyoongozwa na Roho wa Mungu. Na katika karama ya uponyaji watu wana mitumiko iliyo tofauti. Kuna yule tunaweza kuita wagonjwa hapa. Wagonjwa tunawahitaji, wanakuja. Yuko mule atasimama mbele ya mgonjwa na anapandisha mkono wake juu na anaomba, anakemea na magonjwa yanapona. Kuko yule anaweza kuja anagusa kwenye kichwa cha mgonjwa, anaombea magonjwa yanapona. Kuko yule anaweza kuleta jina ya mgonjwa amebaki nyumbani. Unaleta jina lake, karatasi ninaweka mkononi, ninaomba kwa jina la Yesu, ninamweka dada safi mikono ya Mungu. Tazama leo kupata nafasi ya kuja. Mfano kama Nzenga Lola ataingia hapa, yawezekana wanagonjwa. Tunamwombea, yuko nyumbani. Aliye na karama ya uponyaji haijalisi kwamba mpaka muone. Hata kwa jina lake utaomba na Mungu atatenda. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen. Kwa hiyo jisimamie kwenye kipaji chako. Lakini shida inakujaje? Kuna watu wana vipaji vya kukopi. Kuna mtu ameona siku fulani mtumishi fulani aliombea mgonjwa akampaka mafuta. Sasa ikabaki ni zoezi. Kila anapotaka kuombea wagonjwa, mafuta iko wapi? Naomba ulete mafuta. Hapana. Roho Mtakatifu alitumia kwa yule mtumishi ilikuwa ile siku. Si kwamba imekuwa endelevu. Naomba tuelewe hapa jamani. Tusiwe tunafanya huduma za kukopi. Kwa sababu mtumishi fulani amempakana na mafuta, na mimi kila nitakapokuwa naombea wagonjwa lazima niwe ninapaka mafuta. Kama Roho atakwambia umpake mafuta, acha, wewe paza sauti tu. Wako wengine anapotaka kuombea mgonjwa anamzunguruka. Alionaka kwa mtumishi mmoja na yeye anakopi hiyo. Unakuta tunakuwa na karama za kukopi ambazo hazina msingi ndani yetu. Kwani Mungu anaweza kukutumia akakwambia mzunguruke huyu mgonjwa hata mara 7. Unamzunguka tu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu naomba magonjwa uondoke kwa jina la. Amekutumia hiyo siku moja. Si kwamba imekuwa ni zoezi kila unapoona mgonjwa unamzunguka, hapana. Roho wa Mungu anatumia kadri apendavyo yeye. Wako wengine anapotaka kuombea wagonjwa anamfunga hata makamu. Jamani, niliwahi kuona kituko. Wale Nyarugusu hapa Warundi wameingia wengi. Kukaja kijana wa Mrundi alikuwa anaitwa Baraka. Huyo kijana akaumwa kabisa mapepo ya ajabu. Yaani ilifikia tu anapigana, anararuka, anataka kwenda porini. Sasa wakamweka kwenye kituo pale la kanisa ya AD ya Sepake. Watu wa Nyarugusu wanaona AD Sepake pale. Wakaanza kumwombea yale mapepo. Wanamfunga makamba. Mtu yuko kwenye minyororo, baadaye ndio wanaanza kumwombea na akiwashi
kumtuliza ili kwamba asiraruke pale. Sasa ukawa wazungu walitoka hapa Marekani, walikuwa na misio ya kutafuta vijana ambao walikuwa wametoka Kongo. Sasa wakatoka hapa Marekani, wakaambiwa wao vijana wako kwenye Sepake AD, wakafika pale. Wazungu walipofika pale, wakaenda kukuta huyo Baraka yuko kwenye minyororo. Wazungu wakashangaa sana, wakauliza kuna nini mpaka mtu amefungwa namna hii? Wakaambiwa huyu mtu anauma pepo, na pepo alionaye ni kama kichaa. Kwa hiyo tukimfungua hapa, atararuka hapa, sisi wote tutapigwa, matokeo yake ataenda porini. Mzungu akaumia sana, akasema hapana, kwetu Marekani hatuwezi fanya vitu kama hivi. Akauliza huyu mtu ameshaenda hospitalini? Aseme hapana, sisi tunamuombea tu hapa. Sasa kama mnamuombea ndio mnamfunga kwa minyororo, sasa huu ni mwili ambao kuna damu na maji. Mnapomfunga hivi hamjafunga huyo pepo, mnafunga ni mwili, ndio mnaathirisha mwili. Wazungu wakaumia sana. Wazungu mpaka wakaita wachungaji wa Sepake, muje mtueleze hili ni kitu gani? Jamani, hili alipo hapa hakuna hospitali. Wakaambiwa kuko hospitali. Kwa nini hamjampeleka kwa madata ili na wenyewe kwanza wajaribu kumpa dawa? Kuna dawa zinazotakiwa watu wa namna hii na atatulia. Sasa naomba tufanye kitu kimoja kanisa. Kanisa tunaomba mtuletee watu 50. Ndio nataka niwaambie picha kama waombaji msikie hapa. Nataka kanisa mkusanye watu 50. Sisi wazungu tumekuja kwenye mambo mengine na tumekuta kuna mengine tutafanya kazi zote. Mtafute watu 50, tutokapo hapa Nyarugusu tutatoka nao tunaenda Kigoma. Kule Kigoma tutawaunganisha na shirika la Marekani linaloitwa Olympics. Pastor nafikiri liko hapa hiyo shirika. Hao watu wa Olympics hao watawafundisha jinsi ya kukabiliana na watu wa matatizo ya akili, watu walio na mapepo kama haya, waliozaliwa akili haziko sawa. Sisi wazungu tutawalipia gari, mtaenda kwa bure, mtakula kwa bure, mtakaa sehemu nzuri kwenye hoteli za juu pale Kigoma, na hayo mafundisho ni ya bure, na kibali tutaomba si nyinyi mtalipia. Sasa kanisa wakakaa chini huko, wakaanza chagua watu. Jina langu na mimi likatoka hapa. Naomba wakina mama mnisikilize hapa. Waombaji mnisikilize somo ambayo wazungu walituachia Nyarugusu. Na mimi jina langu likatajwa pale, tukajiandaa hapo, sijaolewa kabisa. Tukaenda Kigoma kusoma. Amen. Amen. Haleluya. Kwa hiyo ninataka nikuambie, maombi haijakukataza wewe kupeleka mgonjwa kwenye hospitali. Mnapokuwa unaambia mtu ameugua mapepo, usikae naye ndani unamfuga ndani, ukose kumpeleka kwa madaktari wamchunguze. Watu waombaji pale Sepake walibaki wanashangaa. Na hapo wameshakaa miezi ya kutosha. Baraka yuko kwenye mnyororo hapo. Ukimwangalia Baraka unatoa machozi, unalia. Na wao wako pale na ngoma, wanarukaruka, wanamzunguruka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Lakini ile akili ya kusema huyu tumpeleke kwa madaktari watu hawana. Roho na akili lazima watumike kwenye huduma hizi. Roho na akili lazima waambatane. Roho lazima atumike na akili ili kwamba huduma zetu ziende vizuri. Pale kwenye Sepake watu wakaenda kiroro, na huku mgonjwa anaendelea kuathirika, anaendelea kuumia mpaka na madonda yanamtoka kwenye mwili. Tulipofika pale Kigoma, wakasema huyu tutamlipia gharama zote atibiwe kwenye hospitali kubwa za Kigoma. Alienda kukaa wiki moja huko, alikuja kijana anatembea vizuri, anavalia vizuri, watu tukashangaa. Amen. 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 Kwa hiyo tusifanye uponyaji wa akili zetu.
Kwa sababu mtumishi mmoja aliwahi kuombea mgonjwa akaomba leso. Huko watu wanaweza ombewa kupitia leso. Leso inajulikana? Leso kitambaa au nguo ya mgonjwa. Mfano hivi mzee Ngalola analeta koti yake hapa ya kwamba muombee koti yangu na itakapoombewa nitaivaa na nitapona. Ndio, hiyo inawezekana. Lakini isiwe ndio zoezi ya maombi yetu. Kila unaposikia wagonjwa wako manyumbani, muwaletee manguo huko tutayaombea. Tunaanza kukopi huduma. Tusifanye vitu vya kukopi. Yule aliyefanyaga hivyo alifanya ilikuwa siku moja tu. Sasa sisi tunakaa tunakopi. Hiyo inaleta shida, inaleta mchanganyiko katika huduma zetu. Ndio nakuta maombi tunaombea wagonjwa kila leo, hakuna mgonjwa ambaye atasimama hapa ashuhudie, jamani, mimi nimeombewa hapa na Mungu amenionekania. Mimi sijasikia. Hivi macho yangu na masikio yangu napendaga nisikie vitu vya namna hiyo. Mtu asimame hapa, jamani, mimi nimeombewa na Mungu ametenda. Hiyo ndio furaha ya vipaji. Siku ile nikasimama hapa nikasema mdogo yangu alikuwa mjamzito na mimba wa daktari wakasema mtoto amegeuka na wakaandika kwamba huyu hatafika kwenye operation. Mdogo yangu akawa naoga. Akawa ananiambia, dada, wananiambia mtoto anageuka, madaktari wananiambia hivi. Sijui nitafanya nini. Imani yangu ikasimama. Nikampigia simu, wewe kulia hapo, Mama Debora anakuja huko. Hiyo ndio kazi anayoifanya. Nenda ushinde naye kwenye maombi utazaa. Mimi nilia na mjamzito nikawa na imani kwamba atakapoombewa atazaa vizuri. Na yeye akaungana na mimi kwamba na mimi nitaenda kwenye mfungo nitazaa. Alizaa kwa dakika moja. Haleluya. Amen. Amen. Kwa hiyo tutumie vipawa vyetu tukiongozwa na Roho wa Mungu. Hebu angalia pia uponyaji, jinsi anavyotenda mambo makuu. Sitaki tusome sana, lakini maandiko yako mengi. Hebu tuangalie miujiza. Tuone tofauti wa uponyaji na miujiza. Miujiza ni kitu ambacho kinaendana na magonjwa au hali ya mwili, hali ya asili. Kipofu, kiwete, kiziwi, bubu. Unapokuwa unaombea watu kama hao, unasema miujiza. Naomba tutenganisha ya maneno mawili katika kuomba. Tunapohita wagonjwa hapa, tusitamke miujiza. Hapana, sisi hatujaombea vitu vya miujiza. Kwa hiyo unakuta waombaji wanatamka maneno mdomoni ila hawajui wanamaanisha nini. Kwa hiyo tukiita wagonjwa hapa, usiseme miujiza. Sema uponyaji. Lakini pia kuko mgonjwa unaweza kumwombea uponyaji na ukamwombea na miujiza kwa pamoja. Kulingana na nini? Utaniuliza hiyo swali. Kuna mtu anaweza kupata upofu ambao umesababishwa na magonjwa. Amen. Kuna mtu anaweza kupata bubu ambao umesababishwa na magonjwa. Kuna kijana Nyarugusu tuliwahi kumwombea, alikuwa anatumika vya ajabu shuleni. Lakini ghafla tu kijana kageuka kuwa bubu. Alikuwa anakaa pale Petro pale. Huyo kijana mimi nilikuwa sina historia yake, lakini wakati nimeolewa ningali muya tu, nikaja kumuona mzee wa Sepaka akamleta nyumbani. Akasema, dada, hata kwamba ungali manya, huyu kaka namleta tumsaidie maombi na hivi anataka ingia tena kufanya mitihani. Lakini aongei, ghafla tu mtu amekuja kujikuta mdomo umefungwa, anaanza kuongea kibububu, lakini anasikia, anaandika. Ukimwambia maneno atakuandikia vizuri, lakini hawezi kutamka, hatujui ni kitu gani. Huyo mtu utamwombea uponyaji wa yale magonjwa yamemsababisha yeye kuwa bubu pamoja na miujiza ili aseme. Sijua hapo mnaona hiyo maneno. Haleluya. Amen. Kwa hiyo
tuwe na kiasi cha kuomba. Maombi yetu isiwe ya kupayuka ili tutazamwe na watu kwamba sisi tunaomba. Kuna watu wanapendaga waonekane wanaomba. Hapana. Tuwe na maombi ambayo yana kiasi. Tuwe na maombi ambayo yana hekima. Tuwe na maombi ambayo yamepangwa vizuri, ili hata Mungu anayetusikia atusikie vizuri. Sasa unakuta uko na parapara kwenye maombi, hata huyo roho wa Mungu akubeba huo mzigo anashindwa. Sasa anaanza kuchanganua, kujaribu kuyaunganisha, lakini unakuta maombi yako bizarre. Tukomae kwenye vitu kama hivi na tutaona huduma zetu zina misingi mizuri. Hata tunapotoka kwenda kukutana na watu wengine tutakuwa tofauti. Huduma zetu hazitakuwa za kupapasa. Kila mmoja wetu atakuwa amejiamini katika huduma alionayo. Kwa hiyo kuomba kwetu tuwe tunatenganisha mambo. Kama ni magonjwa tuombee uponyaji, na kama ni miujiza tuombe miujiza. Miujiza inaendana na hali ya asili ya viwete, vipofu, mabubu, watu ambao hawaongei, kitu kama hicho. Hapo ndo naomba miujiza. Bwana nafanya miujiza. Huyu mtu ambaye alikuwa atembei, huyu mtu ambaye alikuwa mlemavu toka leo atupa hayo mabekia yake na asimame. Kuna mtu anaweza kuwa mlemavu baada ya kupata ajali. Imekuwa ni sababisho. Ajali imekuwa sababisho. Utamwombea uponyaji wa ile sababisho pamoja na miujiza atana na bekia. Waombaji, ni vitu vidogo ambavyo tunajua, tunavizoea, lakini tunashindwa kuvitenganisha, tunashindwa kuvisimamia, na ndio unakuta huduma zetu zinaonekana changa kila leo. Amena. Amena. Kwa hiyo kanisa, tunapokuwa na watu ambao wana imani, watu ambao wana karama za uponyaji, watu ambao wana karama za miujiza, unakuta kanisa linajaa. Hili kanisa linaweza kujaa kwa dakika moja. Kuna kijana aliwahi kuombewa pale Sepake, alikuwa anapagawa na pepo, tena walikuwa ni waduminee kabisa wa ukoo. Familia yote ni watu wa ukoo wa Tatao Mbolange, wako huko kabisa miaka yote na mababu. Mtoto ameumwa, zile nguvu zao zimeshindwa, wakamleta Sepake. Maombi ikafanyika pale, yule mtoto akapona. Familia yote ilikuja kujisalimisha ya kwamba Mungu wa Sepake ndiye Mungu tutakayeenda naye. Haleluya. Na sisi vipawa tulivyo navyo vinaweza uleta watu walio mbali waje wasogelee kanisani. Ikiwa tutavitumia vizuri, vipaji vyetu vina nafasi ya kujaza kanisa la Mungu. Hivi tuulize, kwanza mwezi wote mpaka leo tuna ushuhuda ngapi ya watu walio na karama ya uponyaji, ya watu walio na karama ya miujiza, ya watu walio na karama ya imani? Umekwenda kufariji watu wangapi waliokuwa wamekatishwa tamaa, waliokuwa wamevunjika moyo, lakini ulivyokwenda kuwafariji wamejihimiza na wanasimama vizuri na wamejipa moyo, wamejipa ushindi? Nikikuuliza ni wangapi, utashindwa kuniambia. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hivi tukiulizana ni nani aliye na karama ya imani tumuone? Hata mtu. Ni nani aliye na karama ya uponyaji? Usiogope. Naomba kama unaielewa tu. Mtu unaweza kuwa una karama lakini inafifu ya ukosefu wa maombi. Ila wewe mwenyewe unajua hiyo karama ninayo, lakini unashindwa kuichochea hiyo ndani mwako, lakini una ufifu wa maombi, inaizubaisha au inairudisha nyuma, haitaki kusonga mbele. Pandisha kidole chako tukuone. Aliye na karama ya uponyaji, aliye na karama ya miujiza. Sasa
unakuta tunakuwa na madhaifu mengi. Inatakiwa tumuombe Mungu. Mungu tupe nafasi hizi karama, fungua ndani yetu. Tunapokuwa na karama ya miujiza na uponyaji na karama ya imani kanisani, unakuta kanisa liko joto joto. Wagonjwa watakuwa mlolongo. Tutaenda kwenye kanisa ya Nuru ya Ulimwengu. Wako wamama wakiomba Mungu anafanya. Wako wamama wakiomba Mungu anaonekana. Utakuta kanisa hili litajaa. Kwa hiyo kila mmoja wetu achukue nafasi ya kuchochea karama yake ili kwamba isirudi nyuma, ili kwamba isikatishwe tamaa. Na kuna mtu anaweza kuwa na karama lakini narudi nyuma kwa kukatishwa tamaa na watu wengine. Watu wanakuwa pia chanzo ya kurudisha karama yako. Usimwangalie mtu. Mtu hajakupa karama. Mtu hajakuchagua kwenye huduma. Jisimamie nafasi yako kadiri ulivyoitwa na Mungu wako. Lakini ukisikia maneno wa watu huko nje mitahani, utakuja kuharibu huduma zako. Matokeo yake Yesu akakudai sasa. Nilikupa karama ya miujiza, uliombea wangapi? Nikakupa karama ya uponyaji, ni wangapi uliombea? Madai yote itakurudi wewe. Kwa hiyo kanisa, kila mmoja wetu ajisimamie, aelewe kadiri ya jinsi alivyopewa huduma yake na ifanyie kazi, akichochea kwenye maombi. Mara kwa mara mwinjilisti anatangaza, tuko na kipindi cha maombi. Hatuone mtu. Anasema gari iko barabarani, nataka mtu ambaye atakayeniita, niko tayari. Anaweka gari barabarani, asikie mtu anamwambia niko tayari mwinjilisti tuombe. Watu wote tuko busy. Na ubizi ambao tuko nao, tunakwenda kuzika karama zetu, tunakwenda kuzubaisha gharama zetu, tunakwenda kuzirudisha nyuma. Tunabaki tu niliwahi kuomba, niliwahi kuwa mwombaji, niliwahi kuwa na karama fulani, basi matokeo yake inakuwa hivi. Kwa hiyo kanisa, tuamuke. Tuamuke. Na maombi inapotangazwa haijabagua kwamba ni maombi ya waombaji, ni maombi ya kanisa nzima. Hata wachungaji wanaomba kuomba maombi. Inapotangazwa hivi, si kwamba ni wale waombaji ndio wataomba. Kanisa nzima sote tuko waombaji. Kanisa nzima sote tuko watumishi. Hivi nikikuuliza mtumishi ni nani, utaniambia ni nani? Nani ataniambia mtumishi ni nani? Kadri unavyojua tu mtumishi ni nani. Nani anaweza kunijibia mtumishi ni nani? Kwa sababu watu wengi wanasemaga mtumishi ni mchungaji. Mchungaji tu, ukisema mtumishi watu wote basi naanguka kwa mchungaji. Sasa hivyo utaniambia mtumishi ni nani? Ndio. Uelewa wangu, mtumishi, mtu ambaye anastahili kuitwa mtumishi ni yule tayari ambaye ameshamwamini Yesu Kristo. Mtumishi. Lakini ukisema mtumishi, waimbaji wote wanagawa kwanza, wanakimbia, wanaondoka. Sasa hii kazi mnaoifanya kila siku kuja kufanya repetition ni ya nini? Ni huduma mnaoifanya. Mnaacha shughuli zenu, mnakuja hapa mnafanya repetition, mnafanya huduma. Shemasi ni mtumishi. Sasa ninashindwa kuelewa watu tukisema mtumishi, macho yote yanageuka kwa mchungaji. Sisi wote hapa tuko watumishi, lakini sasa ndio tumekuwa kwenye ngazi tofauti. Mtumishi mchungaji, mtumishi mwinjilisti, mtumishi akina mama, mtumishi kiongozi wa vijana. Mungu ndo akagawa matawi sasa. Kwa hiyo maombi inapotangazwa hapa haijalenga wale waombaji. Maombi inalenga sote kanisa. Tunakutanana hivi tulivyo hapa Jumamosi. Hivi tunavyoingia hivi tunakutana Jumamosi wote namna hii. Tutaimizana. Kwa hiyo kanisa tuamuke kwa kuomba. Wanafunzi tunataingia mkonje hivi. Tena itakuwa ni konje ndefu. Tusikae tu nyumbani tunazagazaga. Tuchukue nafasi ya kuja kuomba. Tuwe tunapanga vipindi, tunakutanana wote hapa. Tunaomba. Haleluya. Amen. Amen. Na unaweza enda kazini na huko kwenye programu ya mfungo inawezekana. Kwa hiyo mfungo haijasema tu mpaka unajifungia kwenye nyumba. Unajinyima chakula tu kwa muda kadri uwezavyo wewe mwenyewe kujipangilia. Kanisa tuamuke kwenye maombi. Kanisa linaloomba linakuwa nguvu.
linaamusha huduma, linaamusha karama zetu. Karama zetu zimelala, kanisa tunapoa kwenye maombi. Maombi yamekuwa madogo kwenye kanisa hili. Maombi hayapo kabisa. Mtu mwingine atasema ninaombea nyumbani. Kweli, sisi wote kila mmoja wetu anaombea nyumbani. Lakini yako tofauti ya kuombea nyumbani na kukutanana. Kwa sababu gani? Tunapokutanana namna hii, tunakuja kunoana. Kiswahili ya kunoana inaeleweka vizuri. Ina maana tumekuja kunoana, yuko mtu yuko na karama hii, na mwingine yuko na hii, na mwingine yuko na hii. Hao watu wanapokutanana, wananoana. Yule ambaye alikuwa amelala au kipaji chake kimekuwa na usingizi, kitaamshwa kupitia vipaji vingine ambavyo amekutanana navyo. Amen. Na unaweza kuwa nyumbani kwako unaombea hitaji lakini Mungu asikujibie. Katika kukutanana kwetu, mtu mwingine anafunuliwa siri ya hitaji ambalo unaombea kwako. Kwa sababu tumekutanana. Kwa hiyo tusijivunie maombi ya nyumbani tu. Ya kwamba mimi ninaombaga nyumbani kwangu, niko nafanya maombi nyumbani. Kila nyumba hapa ina maombi kabla ya kulala, kabla ya kuamka. Lakini haijatosha, tuwe tunakutanana kanisa ili tunaoane. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo naamini tangazo hiyo itakapokuja ya maombi, sijui nani atakosa, sijui nani atachelewa, ili kwamba tuje tunoane. Vipaji vyetu tuvichochee, kila mmoja wetu achochee kipaji alichonacho kupitia mtu mwingine. Amena. Basi kwa mchana wa leo naomba Bwana tubariki.